vitu ambavyo vinafanya watu wasiweze kujitambua, au vitu ambavyo vinapelekea mtu fulani asiweze kujitambua au na kutaka kupaombea pahala fulani kwamba akae ili sehemu ya vitu ambavyo vinafanya mtu kupuuzia hiyo sehemu yake correct. Kitu cha kwanza, huyo mtu anajikita na kuyaangalia mazingira yanayomzunguka. Anaangalia mazingira yanayomzunguka, anaangalia rafiki wanaomzunguka. Kitu cha pili, anaangalia ndugu wanaomzunguka. Kitu cha tatu, hivyo vitu akiviangalia ndipo basi atapuuza sasa asikae pahala husika. Yehu akapuuza kwa kuangalia watu wanaomzunguka, au kwa kuangalia jeshi ya Mgoriko yake, au kwa kumwangalia hata yule mfalme Ahabu ambao alikuwa akitishia, pia hata kwa kumwangalia Yezebeli alikuwa akitishia kwa uchawi. Ndio maana akapuuza kwamba siwezi. Kama nafasi ni yako na kama unasikia moyo kwamba hapa ni lazima nikae mimi ili power step, paombe na usipapuuze. Without considering your relatives, without considering mazingira yanakuzunguka, without considering mtu ambaye yuko katika hicho kiti chako. Hazaeli akapuuza na akathubutu kujiita yeye ni mbwa, wala hawezi kuangamiza majeshi yote hayo, kwa sababu alimwangalia mfalme Ben Hadadi ambaye alikuwa katika kiti kile katika muda ule. Ndio maana akapuuza, miaka ikafuata. Ndio maana hata Elisha akaja akapik nafasi yake. Elisha akaja akapakwa kwanza mafuta, Hazaeli bado yuko bench. Alipuuza kwa kumwangalia Ben Hadadi mfalme wa kipindi kile, lakini asingepuuza kwa kumwangalia yule mfalme Ben Hadadi, huenda pengine angeikamata ile nafasi kabla ya Elisha kutawazwa kuwa mfalme, kabla ya Elisha kutawazwa kuwa nabii wa kipindi kile. So kuna nguvu katika wewe kupuuza, kuna nguvu katika wewe kupuuza. Na nimekwisha kukwambia kwamba mtu anapuuza kwa kuangalia rafiki wanaomzunguka, mtu anapuuza kwa kuangalia ndugu zake wanaomzunguka, au mtu anapuuza kwa kuangalia yule mtu ambaye amesimama katika nafasi ambayo yeye anatakiwa akae. Ndipo mtu sasa atapuuza na kupostpone na kujiona kwamba yeye hawezi. Lakini usipopuuza na ukasimama na ukaiombea hiyo nafasi yako ambayo umekwisha kuiona kwamba mimi nitafiti pahala hapo, usipopuuza hapo, ninakuhakikishia kwamba ile nafasi unakuweka mada. Na nimekwisha kukwambia kwamba usipuuze, fanya maamuzi, usipuuze. Kupuuza kwako ndiko utawafanya familia yako iishi kwa shida. Ukipuuza jambo utafanya ndugu zako waishi kwa shida, japokuwa sasa ndio wao wanaonekana katika inachekesha, lakini sasa it's so sad. Yani wao wanaonekana ndio wana restrict ili upuuze hiyo jambo. Yani wao sasa, yani kuna muda bana tunafurahi, lakini sasa inaumiza. Ndugu zako hao ambao wanaenda kuumia, hao ndio wanakufanya wewe upuuze. Sasa usipojigundua, usipojitambua mapema, ukapuuza na ukapostpone au ukaahirisha kwamba kuiombea ile sehemu ambayo unatakiwa ukae, ndugu zako hao ambao wanakurestrict ndio wanaenda kuangamia, wanaenda kupuuza. Huenda saa nyingine wewe ndio unasimama kuwatetea hao ndugu zako. So my friend, usipuuzie kitu. My friend, sehemu ambao unajiona utafiti, usipuuzie kitu. My friend, ndugu zangu, Mtanzania mwenzangu, sehemu au bahara ambapo unapaona unaenda kufita, usipuuzie, bali paombe kwa Mwenyezi Mungu, paombe kwa Mwenyezi Mungu na umuombe yule mtu ambaye atakuja kukusimamisha hapo. Usiishie tu kupaombea kwamba Mungu nisimike, muombe yule ambaye atake kusimamisha aje kwa wakati ya kusimamisha, kwa sababu kuna jopo la watu wanaumia na wanaangamia kwa wewe kutokuwepo katika nafasi ile. Yani kuna jopo la, kuna kundi kubwa la watu linalia, linapotea kila siku, linapotezwa kwa kuuawa, kwa kudhulumiwa mali zake. Kama mfano mzuri katika Biblia kwa akina Naboth, wanapotezwa, wanadhulumiwa haki zao kwa sababu ya wewe tu kutokuwa katika nafasi yako. So tunategemea kwamba Yehu angekuwa katika ile nafasi yake, ule ufalme wa Ahabu ungepotezwa kabisa, kwa sababu tunaona baada ya Yehu kuja kusimama katika nafasi ile yake binafsi. Sasa ndio hapo ugundue kitu. Yehu alikuwa anajua kabisa upuuzi ambao anaufanya Ahabu, na Yehu alikuwa anajua kabisa upuuzi ambao anaufanya Yezebeli. Na kwa nini asingeombea nafasi yake? Na kwa nini sasa asinge yeye
Kama mtu anajua kabisa ni upuzi mtu anaufanya, kwa nini wewe using'ang'anie ukakaa sehemu hiyo? So Yehu alikuwa anajua kwamba Yezebeli alikuwa anafanya uzinifu, Yezebeli alikuwa anachawiwa watu, Yezebeli alikuwa ananyang'anya mali za watu. Kama watu tunavyoona sisi nchi yetu ya Tanzania sasa hivi inayoendelea, kwamba kuna pahara kabisa unaona watu fulani ndio wanahujumu uchumi, watu fulani ndio wanawapoteza watu wengine, watu fulani ndio wanawaangamiza watu wengine, ili mradi wao wakae kwa kujibinafsisha mali zao na familia zao. Sasa kama unavyoona ndivyo hata Yehu alivyokuwa akijua kabisa, anajua kabisa yule hafai kwa mahali pale, mimi ndio nafahamu hapa. Sasa kwa nini sasa akapuuza? Ndio mama, kwa nini sasa akapuuza? So my friend, haitakiwi puuza. Sehemu ambao unaonyesha Mwenyezi Mungu kwamba ni right place unatakiwa kae, haitakiwi kupuuza. Go and capture that place. Na uombe mtu akupaka mafuta aje katika right time, kwa sababu watu wanaangamia, watu wengi, jamii iliyoko nyuma, familia yako iliyo nyuma inaangamia na kupotezwa sana. Leo breast, na fikiri umepokea kitu kipya, na naamini hautapuuza nafasi yako, hautaipuuzia, na nafasi yako hautaweka pending kiasi kwamba ichukuliwe au kiasi kwamba ipoteze muda mrefu sana. So naamini umepokea, naamini hautapuuza. Ni Mwalimu Simama Maige, endelea kunifuatia katika mitandao ya kijamii. Subscribe, na zidi subscribe channel yangu ili upate notification zaidi ya mafundisho ambayo ninayatoa. So ninajua mafundisho haya Mwenyezi Mungu anipea ili nikufundishe, kwa sababu I want to generate the righteous life. I want to generate the righteous use of the righteous kingdom, ambao zinajua haki zao. Get blessed.